لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الماجد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. يقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين. إخوة الإيمان والإسلام، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu, Allah Jalla wa Ala ambaye kwamba kamuumba mwanamke kupitia ubavu wa baba yetu Adam. Rehma na amani zimwendee kiongozi aliyojawa na nyingi ihsani, kipenzi aliyetaamali vyema kwa Waislamu nyoyoni, Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Insha Allah Taala, hii leo napenda tumzungumzie mama na binti yake, ama kina mama na mabinti zao, na sababu miongoni mwa sababu ambayo kwamba imepelekea kuifanya hii kuwa ni mada teule ni baada ya kuona tukio la kuhofia, tukio la kishetani, tukio la ajabu, tukio lilozidi ukatili. Kuwaona wanafunzi wa kike wanamwaga petroli kwenye nyumba ya kulala kwao shuleni
wanawasha moto na kuwateketeza wenzao. Mzungu anasema, before you provide the solution, you must identify the problem source. Kabla ya kupeana suluhisho, ni lazima udedevue na kuweka mezani tatizo asili, kwa sababu watoto ni mapambo ya dunia. Suratul Kahfi, Mwenyezi Mungu Subhanahu asema, almalu walbanun zinatul hayati dunya, mali na watoto ni mapambo ya uhai wa dunia. Lakini mapambo haya yanayompambia mzazi, naye mzazi ili astarehe kwenye mapambo haya ya watoto kuwa ni pambo la kidunia, basi inamlazimu mzazi amtengeneze mtoto. Na katika mambo ambayo wazazi wengi wamefeli kwa asilimia nyingi tu, ni swala zima la wazazi kuwalelea watoto. Katika mambo ambayo wazazi wengi hawapendi kufanya, ni kwa wazazi kulelea watoto. Ahbabi, mwanamke ni aina ya jinsia ambayo kwamba inatokana na, imeumbwa kutokana na ubavu wa mwanamume. Balagha iliyotumika kwenye ubavu ni sehemu ya kiungo ambacho kwamba hakiko constant, hakiko maalum, kinabadilika badilika kwenye upinde na urefu na ufupi wake. Na hivi ndivyo mwanamke alivyo. Kwa hiyo mwanamke huyu tumeumbiwa sisi waume ili tupate utulivu, ili tujenge kizazi juu ya kizazi. Lakini mwanamke huyu asipotengea, basi jamii nzima imeharibika. Na hapa ndipo tulipojipata wengi wetu. Mwanamke sio pasua kichwa, mwanamke sio stress, mwanamke sio kupasuka, mwanamke sio kibil mithali. Kibil mithali kilianzia pale mwanamume alipokosa kufahamu nafasi yake katika nyumba, na ndiyo mwanzo wa muozo tunaoshuhudia hivi sasa. Inafikia kiwango hivi sasa kumpata binti ana miaka 12 na ni bikra ni jambo la ajabu sana, ni jambo la kushangaza sana, ni jambo ambalo kwamba halijazoeleka. Ni kipimo hiki cha kuonyesha hatari ya mmomonyoko wa kimaadili miongoni wa mabinti katika jamii yetu, ambayo kwamba kesho ndiyo watakuwa kina mama katika majumba yao. Ndugu wapendwa, hivi sasa kumebadilika. Qad taghayyara zaman, hakika imebadilika zama. Zama imebadilika kiasi cha kwamba baba yuko kwa nyumba,
lakini yanayopitika katika nyumba wala habari hana. Inafikia kiwango zama ambazo kwamba mama anaendesha nyumba chini kwa chini, kitambo yaje yaharibike toilet, kuyarudisha tena awali na kuyatengeneza inakuwa haiwezekani. Na ndicho ambacho kimetufika hivi sasa. Mkeo ni aina ya jinsia ambayo kwamba usipoielekeza kwenye malezi, basi itachukua nafasi ya kuelekeza yeye kwenye malezi, na nafasi yake yeye ya kuelekeza kwenye malezi ni nafasi ambayo kwamba siyo ya kwake. Kitakachofuata ni maharibiko tu. Wanawake ni aina ya jinsia ambayo kwamba inasumbua waume wengi sana. Inafikia kiwango mpaka wanaume wanawaogopa wake zao. Naam, wanaume wanaogopa wake zao. Mke akipiga simu hapa, hata akiwa na mazungumzo, anakata mazungumzo bibi. Pura baba. Umetimka. Ndio, wasemaje? Wasemaje? Ndio kuna bwana mmoja akaja kaoa siri. Miongoni mwa mambo ya kuonyesha uoga ni kuoa siri. Ndiyo, sheria inaruhusu kuoa siri, ila binafsi si yungi moja kwa moja. Nisikilize vizuri, binafsi kuongeza siri si yungi mkono moja kwa moja, sababu katika hatua ya mwanzo ya mwanamume kufeli kwenye ukewenza ni kuoa siri. Kidume kaoa siri, mkewe ndiye anampigia pasi kanzu, mkewe ndiye anamtengenezea leo. Vipi leo bestimeni mimi, mke wangu tayarishie bestimeni mimi. Basi mkewe akaona kwa lugha mtaa poa tu, akamfukizia vizuri. Kumbe WhatsApp yake ina notification pale, ikalia. Na wanawake wanaona mbali kuliko sisi. Mwanamke amepewa uwezo hawasi ya macho yake, amepewa uwezo, simu inaweza kuwa pale na akaona ujumbe unasemaje. Mimi na wewe hatuwezi. Maumbile haya. Bwana harusi usichelewe. Bwana harusi huyu basi kamvisha vizuri na kumchekea, kaambia kabla hujaondoka pata kinywaji. Kumbe katia nusu kaputi, kanywa kinywaji, mume flat hala. Sikitu imejaa huko. Bwana harusi anapigiwa miss calls 800. Jumbe usiulize mpaka simu imejaa. Anaamka siku ya pili saa 5. Mke wangu niko hapa, mbona bahati wewe? Siku nyingine ukiamka ni kiyama. Kwa hiyo wanawake hawa ni aina ya jinsia ambayo kwamba inapelekwa, inaongozwa, inaelimishwa na mwanamume, lakini siku hizi hayafanyiki hayo. Kwa kutofanyika hayo siku hizi, ndio kupata mke wa kuoa siku hizi tabu. Zamani ilikuwa wazazi wakiwaambia mabinti zao, mabinti enyi wanangu wa kike, kweni makini, vijana siku hizi wameharibika, usiniletee mvuta bangi hapa ndio mumeo wa kuoa. Hapana, chagueni makini. Zamani. Lakini siku hizi wazazi wanawaambia watoto wa kiume, wanangu kweni makini, wanawake mnaooa. Hiki ni kipimo hakiki cha kuonyesha ya kwamba jinsia ya kike, kina dada, kina mama katika malezi wamedorora. Ahbabi, niruhusu
niwapigie mifano kuona kwamba siku hizi hakufai. Lakini mama na binti ni chama kimoja. Binti yako hawezi fanya jambo lolote bila mamake kujua, ili mpaka ukubali, na hususan ikiwa mke wako hayuko na wewe, mpaka tukubaliane. Kuna baadhi ya ndoa mume keshatangaza msimamo, mke keshatangaza msimamo. Sikiliza bana, hapa tunalelea watoto tu, mimi na wewe, ndoa imeisha kitambo. Hii iko sana siku hizi. Sasa ruhusa ya mtoto wa kike anaomba kwa mama, haombi kwa baba. Haja ya mtoto wa kike anaomba kwa mama, haombi kwa baba. Matatizo ya mtoto wa kike anayaeleza kwa mama, hayaelezi kwa baba. Sasa ndio pale mama anajua huyu binti yangu si bikra, lakini baba unaficha. Huyo mwari kabisa. Mimi namwangalia kabisa, nimemwangalia iko sawa, nimemwangalia iko sawa. Anamjua boyfriend wake nani. Kuna baadhi ya kina mama mitaa yetu hii, subhanal malikil quddus, wanawauza mabinti zao, ndio biashara ya Swiss. Alafu mama ndiye anayemwombea binti ruhusa kwa baba. Vipi amuache? Mimi si ninakwambia anapati huyo na marafiki zake, namsindikiza mimi mwenyewe, muache. Anamsindikiza, namtoa nyumbani nje, pana tinted hapo, inamsubiri gari tinted inamsubiri, anampeana mwanawe, anapewa 3000, 2500, 4000. Baba anapata taarifa atarudi kesho, siku ya pili. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanatuletea athari mbaya katika jamii, hususan jambo zima la kumlelea mtoto wa kike. Watoto wa kike hao wanafanya vituko vya ajabu sana, na ikiwa utamtarajia mama awe atakwambia wewe baba pole sana, hususan ikiwa heshima katika ndoa hakuna. Waume wenzangu, naomba niwaambie hivi, mkeo kukwambia I love you haitoshi. Mkeo kukwambia mume wangu na kuthamini haitoshi. Mkeo kukwambia mume wangu njoo nipige pambaja haitoshi. Inatosha mke wako akikuheshimu. Mapenzi ya mke kwa mumewe sio kutamka tu kuwa anampenda. Mapenzi ya mke kwa mumewe ni kumheshimu. Heshima ndilo jambo ambalo kwamba limekosekaniwa hivi sasa. Mkeo anatoka bila ruhusa yako, mkeo anafanya analotaka yeye, mkeo anafanya maamuzi ya familia bila wewe kujua, mkeo anaiendesha yeye nyumba, wewe utake usitake ndivyo hivyo. Haya ni matatizo. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, lan yufliha qaumun walau imrahum ra'ata, katu hawatofaulu watu watakao watawalisha mambo kwa wake za kwa mwanamke, hawatofaulu. Mwanamume kama mwanamume, vipi wewe kifua chako akigandishi barafu inakuwaje na wewe ni mwanamume? Kuwa mwanamume wa mambo wanasema lazima uwe na masculinity, uwezo wa kifua kubeba. Unaposema kwa mimi mke wangu akianza kusema tu basi mimi nishamwachia, umekwisha mtu wangu, umekwisha. Sababu wanawake kwenye kusema hatuwawezi,
Hakuna mwanamume aliyebishana na mwanamke kwenye kusema akashinda. Ushindi maneno ni ya wanawake, vitendo vya waume. Lakini sisi baadhi yetu, mke akitaka unazuia, anataka tena unazuia, anataka tena unazuia, anataka tena unazuia, anataka tena unaachia. Umekwisha, umekosa shock absorber, na ndiyo injini muhimu kwa mwanamume yoyote katika swala zima la kumlelea na kumkabili mwanamke. Muhimu. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wake zake ummahatul mu'minin, sababu wanawake pia nao wana sunna zao. Wote wana sunna zao. Inafikia pahala mtume anawahama, anaswali msikiti wa mtume pale, anashinda pale, anakula pale, mambo yake yote anafanya pale, anawahama. Sio kwa wiki moja, wiki mbili, anawahama kwa majuma, kwa majuma ya kuhesabu anawahama, mpaka wanavunjika kule, wanafanya kikao cha dharura kule, wanakubaliana kumtafuta mume wao, wambembeleze arudi. Shaibembelezwa hivi sababu kama hauli kiachapo hapo yuko katika kila. Kwa nini? Kwa sababu inaonyesha masculinity. Masculinity ya mwanamume sio kumpiga punching bag mkewe na kumpiga vidagi, hapana. Haiji hivyo habibi. Masculinity ya mwanamume kwa mkewe ni kumshinda mkewe kwenye maarifa, kumshinda mkewe kwenye kusubiri, kumshinda mkewe kwenye maamuzi. Kwenye vurugu mwanamume hayuko. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله ان يكون رحمه للعالمين. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد، احبتي في الله. wanaume wengi wanafanywa ndondocha. Uniruhusu niseme tu, wanaume wengi hawataki kuwajibika. Matokeo yake wanaajibika wanawake katika maajibiko ambayo siyo ya kwayo, na hatimaye sasa yametufika yenye kutufika. Wengi wa wanaume wanapata tabu, wanapata mahangaiko, wanapata maharibiko katika ndoa zao, kisha na mkasa ni wao kukataa kuwajibika kwenye majukumu yao. Wanawake siku hizi kuna kampeni ya feminist. Feminist ni aina ya wanawake ambao wana taasubi ya kike. Hawa wengi wao wamesoma mpaka vyuo vikuu, sheria za kidunia na nyinginezo nyingi za kwao wanazijua wao. Hawa wanapigia upato 50-50, 50-50 share katika ndoa. Na kuna baadhi ya vidume vilivyofilisika kimaarifa vinakubali eti mimi napata zare gani? Zare la mentali. Lipi hilo? Mimi nikipeleka maziwa yeye analeta mkate. Subhanal malikil qudus. Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema ndani ya Qur'an, Sura Al-Baqara, Allah Jalla wa Ala asema walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'rufi walirrijali alayhinna daraja. Ahbabi, nisikilizeni vizuri, poleni, sinyeshi sana, napunguza rasharasha kidogo, naona mnaumia, poleni. Dawa chungu hii, muikubali tu.
majukumu ya kindoa, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'rufi, wanaume wana majukumu yao katika ndoa sambamba na wanawake wana majukumu yao katika ndoa. Walirijali alayhinna daraja, lakini wanaume hadhi yao, daraja yao iko juu kuliko ya wanawake. Mkeo akiwa anafanya kazi kubwa, anapokea mshahara 2.5, 3.5, 4 hivi, na wewe kazi yako ni ya ubangaizaji, weka mezani, tule, ntoke, ntafute, usimuombe mkeo pesa yake, wajidhalilisha. Mtanielewa? Pigana. Mwanamume ameumbwa apigane, apigane makumbu nje, aumie, atokwe na jasho, atokwe na maumivu, jioni arudi na mkate nyumbani. Ndiyo heshima yetu. Wewe kidume unapokubali eti mimi basi nitawapeleka watoto shule, mke wangu sijali, nitaogesha, wakiingia chooni ya ndogo nitawachamba, nenda kazini tu, nitapiga deki. Baba umeisha, hakufanya ndondocha, umeolewa. Kuna siku atakutaliki huyu, na sheria iruhusu. Maumbile ya mwanamke anapenda kupokea, maumbile ya mwanamume anapenda kutoa. Kama wewe kidume haupendi kutoa, bakhili, sio maumbile yetu. Maumbile ya mwanamume ni king, mwanamume ni mfalme, aombwe apeane. Hiyo ndio inakupatia heshima katika nyumba. Na mkeo usimwambie sina. Mwanamume huwa hana, hata kama mfukoni hana. Mwanamume huwa hana kitu gani? Okay, patie siku 2 hivi utapata. Sawa mke wangu, najua mume wangu atapata, mume wangu unaiona hiyo, mume wangu atatafuta, mume wangu ataleta, mume wangu atapata. Pale ukisema anasikiza. Lakini wewe unapiga deki nyumbani, shule unapeleka haya watoto, haja kubwa na ndogo, napki unawavisha wewe, mkeo yuko ofisini, anakupigia simu, sikiliza, anda bucha fulani, chukua nyama upike, sikiliza, nenda sokoni wewe. Jamani, umeisha, pole, umeolewa. Ndio pale ukisema hafanyi, atakuangalia kisha vile wana macho ya Saimira wale wanawake. Mwanamke akiwa nacho kisha hawe ana imani na wewe unategemea kwake, anakuwa na macho ya Saimira, anakuangalia chini mpaka juu. Wasemaje? Mimi natoka naenda harusini. Fungua mlango mbio mbio. Fungua mlango. Yes, wife. Baadaye umeisha, pole. Kijomba shwengu umeisha, kwa lugha mtaa umeisha. Kwa lazima tujenge heshima majumbani mwetu kwa kuwajibika. Unapowajibika, mke wako anaona kuwa mume wangu anawajibika na pesa yangu haombi, na kisheria ana uwezo wa kunizuia nisifanye kazi. Unaiona hiyo? Ana uwezo kisheria anizuie nisifanye kazi, lakini pesa yangu aniombi. Atakupa tu mwenyewe kwa hiari yake. Hivyo ndivyo wanawake walivyo. Wanawake na mambo yao yote, lakini ni jinsia iliyo na imani, ni jinsia iliyojawa na huruma. Wanawake, mbona mwanangu anaangana kilo 2 siwa kaleta, anaangana mboga kaleta, kitoweo miskini hakuweza, anasema baadaye, lakini mimi najua hana. Namuona huyo mwenyewe, mwanangu kidogo nafika bucha, yeye mwenyewe anakwenda mwenyewe kununua nyama kilo 2 mwenyewe, hujamwambia wewe, ananunua mwenyewe hiari yake, sio kuomba eti wife. Okay, basi wife nayo damu choyo siku hizi. Wewe wife bana, mchoyo. Jamani, subhanal malik al-quddus. Mwanamke unafaa umzidi kwenye usafi wa mwili na wa nyumba, umzidi. Kingia kwa nyumba unashika madirisha hivi, mke wangu kipenzi, deki nzuri, lakini naona umesahau vumbi.
unamshinda usafi. Hata kama yeye ni msafi kuliko, unamuonyesha maarifa kwa mimi ni msafi kuliko. Kwenye punctuality unamshinda mkeo, kwenye keep time unamshinda mkeo, unamshinda. Kwenye maongezi ya busara unamshinda mkeo. Sio niache, shika talaka, umeisha. Umeisha. Mtu akwambia niache, si ati bwana unamwacha kweli, hapana. Al-imsakun bima'rufi, neno al-imsak wana lugha wanasema ni kitu kinachoponyoka, kikishika kinaponyoka, yani ni kitu kinachoteleza. Kwa hiyo unaambiwa wewe unapoozeshwa, sio al-imsakun bima'rufi, tangamana na huyo mkeo kwa wema, kwa sababu wanawake ni jinsia inayojiachisha sana. Sio akiomba anapewa, hapana, hivi hivyo. Na wewe nawe pia vile vile, mpaka uwe ni mwanamume ambaye kwamba ni kiigo chema kwenye ibada, uko mstari wa mbele. Idadi ya wanawake kwenye kuchonga siku hizi inaongezeka, na miongoni mwa sababu kubwa ni kwa sababu waume zao pia nao wachongaji. Mwanamke akishika maasiya anakuwa mbaya zaidi kuliko mwanamume. Hii mpaka muelewe. Eti wewe jioni unachonga, mke wangu njoo, mimi bana nakusubiri kitandani. Wewe njoo nawe, kaa hapa, toa zarba iwe nawe, tuchonge pamoja nawe. Good life nawe. Wewe utatubia, utawacha, yeye kwenye kuchonga ataendelea, na kumzuia itakuwa tabu, hatakubali. Kwa hiyo ni wewe mwanzo wote, ili nyumba yako itengee. Unapokuja kutoka kazini, mke wako anawaongoza watoto kwenye kukupokea. Hii ni kazi imepitika katika nyumba, umeonyesha urujula wako katika nyumba kivitendo na kwa uchache wa maneno, umeonyesha. Sababu siku hizi naweza bana bishaudi mke pasikia anaambia watoto wake, haya kibonzo wenu huyo yuingie, yani baba kibonzo wenu huyo yuingie, mimi simpendi, anchoka. Mwende mkampokee kichekesho wenu, mwende mpokee. Unakuja kutoa na kuchekea baba, lakini kimoyo yani kibonzo. Karibu kimoyo, sasa shambwa kibonzo, washaambiwa. Ilikuwa ukaitwa kibonzo, ulikosa kumwona mwanamke. Ni mpaka umuonyeshe njia, na yeye amue atafuata ama atabaki. Asipofuata njia unamwacha peke yake, wewe unashika njia. Huu ndio uume. Sio mke wako anakosea, wewe ndio unaomba msamaha, unasimu. Mke wako anafanya vituko, wewe ndio unaomba msamaha, unasimu. Unayaribu ndoa, unayaribu nyumba. Kwa matokeo hayo sasa, wanafikia kiwango sasa mabinti wa kike wanachoma shule. Mabinti wa kike wanapochoma shule katika mizani ya tarbia ya Kiislamu ni hatari zaidi. Maana imezoeleka jinsia ya kiume ndio wahuni. Jinsia ya kike inapoingia kwenye uhuni, jamii inasambaratika. Na hili mwaka wa 2022 nikimalizia, tulifanya kongamano kubwa moja wapo mahoteli Nyali hapa. Tukaiambia Wizara ya Elimu, sisi viongozi wa elimu, tukaiambia ya kwamba pana umuhimu na udharura wa shule za upili zote nchini zipate viongozi wa kidini kwanza. Alafu pili, kuboreshwe uhusiano wa walimu na wazazi. Manake hii itikadi ya kwamba mtoto akienda boarding school,
mzazi anawacha kulelea, ndiyo tatizo. Malezi yanapaswa yaendelee hata watoto wakiwa shule za bweni. Hii inasaidia kutopatikaniwa maangamivu, kwa sababu dhurubu walioipata wazazi waliofiliwa na watoto wao 16 kwa kuchomeka. Mtoto wa kike anamchoma mwenzake ambaye anasoma naye darasa moja, anakula naye, anacheza naye michezo mbalimbali. Ni kipimo cha kishetani kisichokubalika. Na kama nilivyotanguliza awali kuambia, unapoona matatizo kama haya yanakuja sasa katika jamii na kama nchi, tunaangalia asili tatizo ni gani. Asili tatizo ni kwamba kina mama wanaendesha majumba na masahiba wa watoto wa kike ni mama zao, na baba zao hawana nafasi kwenye malezi kama hayo. أدعو الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عباد الله